Bwana Yesu asifiwe. Nina wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Pastor Godfrey. Leo nina ujumbe mpendwa mwana Mungu, ujumbe unaosema toa kwa wahitaji. Kutoa kwa wahitaji ni ibada kwa Mungu. Kitabu cha Misali sura ya 19 mstari wa 17 anasema, amuoneaye maskini urudisha kwa Bwana, naye atamlipa sawasawa na fadhili zake. Kutoa si jambo la hiari tu, bali ni sehemu ya ibada yetu kwa Mungu. Mungu anatuita tuwe vyombo vya baraka kwa wale ambao wanakuwa wahitaji ama wanahitaji msaada kwenye maisha yetu, kama maskini, wagonjwa, yatima, wajane na wenye dhiki. Tunapowasaidia hatutoi kwao tu, bali tunamtolea Mungu mwenyewe. Ukisoma maandiko yanasema, kitabu cha Korinto wa pili sura ya 9 mstari wa 6 mpaka hadi wa 7 anasema, kila mtu na atoe kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atohaye kwa moyo wa furaha. Kitabu pia cha Matendo ile sura ya 20 mstari ule wa 35 anasema, ni heri kutoa kuliko kupokea. Lakini Yakobo sura ya 2 mstari wa 15 mpaka 17 anasema, kama ndugu au dada akiwa hana mavazi na hana chakula cha kila siku, nanyi mkawaambia, nendeni kwa amani, mvae, shibeni, lakini hamuwapi mahitaji ya mwili, faida yake iko wapi? Maana yake kuambia tu watu Mungu atawapa, Mungu atawasaidia, alafu ninyi muweze kutoa, maana yake hakuna faida yoyote. Ili upate faida ni pale ambapo unafanya kwa kuyatenda matendo, unazungumza na matendo unafanya pia. Kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 38 anasema, wapeni nanyi mtapewa, kipimo kizuri cha kusukanywa na cha kushindiliwa na kufurika. Kwa hiyo kutoa kwa wahitaji ni ishara ya upendo wa kweli. Upendo wa Mungu ndani yetu huonekana kwa matendo. Sadaka tunazotoa kwa wahitaji zinakuwa kama mbegu tunazopanda katika moyo wa Mungu. Mungu apokei tu sadaka zetu madhabahuni, bali anapokea pia machozi yaliyofarijika kupitia matendo yetu. Kutoa ni ishara ya imani. Unaonyesha kuwa unamtegemea Mungu atakutosheleza. Njia ya kutengeneza upendo wa Mungu, kutoa kwa matendo halisi, si maneno tu. Kutoa chanzo cha baraka, kwa kuwa Mungu hutupa zaidi tunapotoa kwa moyo safi. Kwa hiyo mpendwa mwana wa Mungu, leo nakuasa katika neno hili fupi kwamba toa kwa moyo wa furaha, si kwa kulazimishwa. Toa kwa hekima, angalia mahitaji halisi. Toa kwa upendo, si kwa kujionyesha. Usijionyeshe mpendwa mwana wa Mungu, lakini pia toa kwa siri na Mungu atakulipa kwa wazi. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 4 anazungumza hapo. Lakini pia toa kama ibada, si kama deni, umtolee Mungu. Kuna watu ambao wanaomba, lakini majibu yao yako mikononi mwa wale ambao wana uwezo wa kusaidia. Usiwe kikwazo cha baraka ya wengine kwa kutoa, au unakuwa mkono wa Mungu duniani. Usiwe kikwazo. Pendwa mwana Mungu, somo hili ni somo fupi ambalo naamini litakuinua na litakubariki na kukukumbusha pale ambapo unatakiwa kufanya katika maisha yako ulionayo katika dunia hii. Tuombe. Mungu wetu wa rehema, tunakushukuru kwa kutupa mioyo ya upendo. Tunakusihi tufundishe kutoa kwa furaha na kwa moyo safi. Tusaidie tuone mateso ya wengine kama nafasi ya kuonyesha upendo wako kwenye maisha yetu. Bariki mikono yetu ili tuweze kuwabariki na wengine katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Nikutakia wakati mwema na wakati ulio mzuri katika jina la Yesu. Amen.